Ilikuwa tarehe 3 Oktoba mwaka 1993. Katikati ya jiji la Mogadishu, Somalia, helikopta za Marekani zilianguka angani. Wanajeshi wakajaa mtaani. Na operesheni ambayo ilikuwa ya siri ikageuka kuwa vita ya kuogofya. Hii ni hadithi ya Delta Force, misheni ya siri, na sababu iliyoifanya iwe moja ya operesheni mbaya zaidi katika historia ya Marekani. Jua lilikuwa linazama taratibu juu ya majengo yaliyochakaa ya Mogadishu. Vumbi lilikuwa linapaa angani na joto lilionekana kana kwamba linaweza kuyeyusha chuma. Kwa raia wa Somalia ilikuwa siku ya kawaida ya hofu, njaa na risasi zisizoisha. Lakini kwa wanajeshi wa Marekani, hii haikuwa siku ya kawaida. Hii ilikuwa siku ambayo ingeandikwa kwenye vitabu vya historia kwa damu. Kwenye anga la Somalia, helikopta za kijeshi zilikuwa zinavuma, zikipasua upepo kwa sauti ya kutisha. Ndani yake walikuwa wanaume waliopitia mafunzo makali kuliko jeshi lolote duniani. Wengine walikuwa ni Delta Force, kivuli cha jeshi la Marekani, na wengine walikuwa ni Rangers, askari waliopangwa kulinda kila hatua. Hakuna aliyekuwa anajua kwamba wengi wao hawangerudi nyumbani. Lakini wacha turudi nyuma kidogo. Miaka miwili kabla ya siku hiyo, Somalia ilikuwa imeanguka. Serikali ilisimama kuwepo. Majenerali wa vita waligawana mji kama keki. Kila mmoja alitaka mamlaka. Kila mmoja alikuwa na silaha. Lakini mmoja alikuwa tofauti. Mohamed Farah Aidid. Mwanaume huyu alitawala Mogadishu kwa mkono wa chuma. Aliiba chakula cha msaada, aliua askari wa UN, aliwaacha raia wake wakifa kwa njaa. Marekani ilipoona hali hiyo, ikaingia. Tunaenda kusaidia kubinadamu. Lakini polepole mission ikabadilika. Sasa haikuwa tena kuhusu chakula, ilikuwa kuhusu kumkamata Aidid. Na kazi hiyo haingeweza kufanywa na askari wa kawaida. Ilihitaji watu waliokunywa hatari kama maji. Delta Force. Mission ilipewa jina la Operation Gothic Serpent. Lengo, kuvunja mtandao wa Aidid, kukamata wasaidizi wake, hatimaye Aidid mwenyewe. Siku hiyo, inte ya CIA ilisema viongozi wakuu wa Aidid watakuwa kwenye jengo moja mjini Mogadishu. Huo ulikuwa ni mtego. Kamanda wa operesheni akaamua, tunaingia haraka, dakika 30 tu, tunamkamata na tunatoka. Hakuna tanks, hakuna magari mazito ya kivita, ni helikopta tu na bunduki. Walidharau wapiganaji wa Somalia, waliamini hawana uwezo, na walikuwa wanakosea vibaya. Saa 9 na dakika 30 jioni, helikopta zikaonekana angani kama nyuki wa chuma. Little Birds zilishuka karibu na majengo, na Delta Force waliruka kutoka juu ya paa kama vivuli. Ndani ya dakika chache walivamia jengo, wakakamata walengwa. Kila kitu kilikuwa sawa. Lakini Mogadishu haikusinzia. Mwanamgambo mmoja aliona helikopta, akaweka RPG, akalenga na akafyatua. Boom! Helikopta Black Hawk Super 61 ikaanguka. Mlio ulitingisha jiji zima. Kwa sekunde chache kila kitu kilinyamaza. Kisha heli kafunguka. Wanamgambo walitokea kila kona, kutoka kwa madirisha, kutoka kwenye paa, kutoka mitaani. RPG, AK-47, snipers. Askari wa Marekani walizungukwa. Kamanda akachukua radio na akaanza kupiga. Helikopta imeanguka, tunahitaji okoaji. Misheni ya dakika 30 ikageuka kuwa vita kali. Wakati wanajaribu kufika kwenye helikopta ya kwanza, helikopta ya pili, Super 64, nayo ikaanguka. Sasa hali ikawa mbaya zaidi. Ndani ya helikopta ya pili, rubani alikuwa hai, lakini alikuwa amejeruhiwa vibaya. Wawili waliitikia wito, Gary Gordon na Randy Shugart. Snipers wa Delta Force walijua tukishuka tunaweza kufa, lakini bado wakasema wacha tushuke. Walishuka katikati ya maelfu ya wanamgambo. Walipigana, walipambana na walitumia kila risasi. Walimlinda rubani hadi risasi kaisha. Baada ya risasi kuisha, walipigwa vibaya sana.
baadaye walichinjwa, lakini walikufa kama mashujaa na baadaye walipewa Medal of Honor. Usiku uliingia. Askari wa Marekani walikuwa wamechoka, wamejeruhiwa, hawana maji, hawana ramani sahihi. Mitaa ya Mogadishu ilikuwa kama maze. Kila kona adui. Walipigana kwa saa 15 mfululizo. Huku rafiki akianguka, mwingine anambeba. Risasi zikipita karibu na masikio. Milipuko kila upande. Hakuna usingizi, hakuna pumziko. Ni uhai au kifo. Na kwa nini mission hii ilifeli? Sababu kuu, walizarau adui. Walikuwa hawana vifaru, walikuwa hawana plan B, na intelligence haikuwa sahihi. Walijua mji kidogo sana. Dakika 30 iligeuka kuwa vita ya masaa 15. Asubuhi ilipofika, Marekani tayari ilikuwa imepoteza askari 18. Zaidi ya askari 70 wamejeruhiwa na helikopta 2 zimeanguka. Kwa upande wa Somalia, inasemekana kuwa watu zaidi ya 300 waliuawa. Miili ilitapakaa kila mahali. Baadhi ya askari wa Marekani waliburuzwa hadharani. Picha zikazunguka dunia. Marekani ikatikisika. Rais Clinton akaamuru, toweni wanajeshi Somalia. Marekani ikaondoka. Na Adid hakukamatwa. Alishinda vita ya kisaikolojia. Hapo na Osama bin Laden akasema, Marekani ni dhaifu sana. Maneno haya baadaye yalizaa ugaidi. Miaka baadaye filamu zikatoka kama Black Hawk Down, lakini ukweli halisi ulikuwa mbaya zaidi, ulikuwa mchungu zaidi, ulikuwa na machozi zaidi. Hadi leo ripoti kamili zimefichwa, makosa ya viongozi hayakusemwa, idadi halisi ya waliokufa haijulikani. Mogadishu ilifundisha dunia, vita vya mjini ni hatari sana, na usimdharau adui. Plan B ni muhimu, na siasa huua askari na watu wengi bila hatia. Siku ile Delta Force waliingia Mogadishu kama vivuli, lakini walitoka kama hadithi. Hadithi ya ujasiri, kujitoa muhanga na ndugu kwa ndugu, lakini pia hadithi ya makosa, kiburi na siasa chafu. Hii ilikuwa Mogadishu, siku ambayo dunia iliona kwamba hata mashujaa huanguka.